Karibuni katika simulizi na mikasa mbalimbali. Leo nimewaleteeni sehemu ya 3, mwanamke wa usiku. Sehemu ya pili imeishia pale ambapo tulimeona wale wachawi, Mzee Ali amewatuma wachawi wenzake waende kumwangia Shabani. Kipindi walipofika sasa, walipigwa radi ya siku ya umeme na yule kiumbe jini. Sasa wakarudia kumwambia Mzee Ali kwamba Shabani anatumia majini. Ndio Mzee Ali akamwambia basi tutaona. Msiku subscribe na comment ili mfuatilie mikasa nyingine tunayoletea tofauti. Karibuni sana. Naam, sehemu ya pili imeishia pale ambapo kijana Shaban alimpigia bibi Husna ambaye ndio yule jini na kumwambia tunaweza tukaonana. Ndio yule mwanamke Husna akamwambia Shaban, usijali, ni muda wako tu. Ndio Shaban akamwambia basi tutakutana sehemu fulani. Yule mwanamke Husna akamwambia Shaban hakuna shida. Shaban amejiandaa ili aelekee katika safari yake, akakuja kukutana na rafiki yake ambaye alikuwa mawali wa anga ambaye ni wachawi wakuja kumwangia katika usiku. Ndio akamuuliza Shaban, una mke ama ushaoa? Shaban akamwambia hapana. Hivi Shaban kuuliza unafuga majini kwako? Shabani alicheka sana na kumwambia kijana, hapana, mimi nitafuga majini aje, mimi kunywa pombe sikugamsha na kunywa pombe, unafuga majini? Ndio rafiki yake akacheka sana mpaka Shabani akamwambia kwani kuna nini, kuna shida? Yule jamaa akamwambia hapana, lakini mkumbuke msikilizaji, huyu ametumwa na Mzee Ali ambaye ni mchawi, maana huyu kijana ni mchawi. Amekuja katika swala la kumpeleleza Shabani ili ajue kama Shabani anamiliki majini ama anaishi na mwanamke. Ndio Shabani akamwambia kwamba yeye anaishi peke yake wala hana mwanamke. Ndio Shabani akaenda zake kukutana na yule mwanamke Husna. Alipofika kule wakaongea zao maono 2 3. Ndio Husna akatokea akamwambia Shabani, hivi unajua kama una wabaya wako? Shabani akashangaa akasema na wabaya wangu kivipi tena? Ndio yule Husna akamwambia wachawi. Shabani alishangaa na kucheka akamwambia mimi wachawi hawezi wakanifuata kwa sababu mimi ni mkunywa pombe. Ila Shabani, acha pombe zako wewe, na utakuja kufa kwa sababu ya pombe zako. Ndio yule Shabani akasema nimeziacha, maana kinachonikuta usiku kwani nakiacha kabisa. Ndio yule Husna akacheka akamwambia mbona nicheka? Akamwambia hapana, mimi nakwambia tu hivyo Shabani, achana na hizo pombe, maana hizo pombe zinakugotea wabaya wako. Hivi ungekuwa unajua kama ule Mzee Ali ni mchawi au ungesema? Shabani alishtuka, Mzee Ali ni mchawi? Mbona sikuelewi? Hivi unamdanganyisha kweli Mzee Ali? Mzee Ali anaweza kufanya hayo mambo kwa sababu yule ni mzee tukapenda kumshorea. Ndio Husna akamwambia hata ile pombe ambayo unayokunywa ile sio pombe, yani maana zile ni damu za watu unaokunywa. Shabani alishtuka na kusema kwamba maana ule Mzee Ali ni mchawi afa anatukunywa damu za watu. Hebu wewe mwanamke, naomba tuheshimiane kwanza na unaambia ukweli kwanza, wewe ni nani kusema msemee Mzee Shabani? Huyo Husna akamwambia hapana, usijali, basi utanijua polepole, lakini ukitaka kumjua mzee acha nitakupatia kitu kimoja ambacho ukienda pale utafikuna unamjua kama yule mzee ni mchawi ama vipi. Ndio akamwambia sawa, fanya hivyo basi. Itakuwa vile. Husna akamwambia basi hata marafiki zako pale mnaokuwa pamoja nao ni wachawi pia. Shabani alishangaa akamwambia wewe bibi, basi naomba tuagane, mimi niende nyumbani, maana nasikia unanipa msongo wa mawazo kuliko unanipa furaha. Ndio Husna akamwambia sawa basi Shabani, mimi nadhani nikupe kitu ambacho wewe ukifika tu pale utafanya ishara fulani afu utawaona wote wachawi mbele yako maadui zako. Akamwambia niambie hicho kitu. Akamwambia wewe ukifika pale chukua kitu fulani, mkaa na mengine mambo akamwagiza pale, siwezi nikayataja. Shabani akasema sawa, acha niende kule niangalie. Akafika akafanya jinsi kama Giswa alimwambia, akatulia kwanza. Sasa kipindi anapotulia alianza kumwona yule Mzee Ali amevaa uchi, yani kwa vaita nguo. Shabani ameshtuka kipindi amekuja kumwona yule rafiki yake ambaye amekuwa kimuuliza una mwanamke ama una mke, na amekuwa amevaa utupu kabisa, iko uchi. Shabani ameogopa sana na kukimbia. Ndio Mzee Ali na yule rafiki yake sasa wakabakia wanamuona Shabani anakimbia huku wakicheka sana kusema kwamba Shabani alivuta bandi, Shabani aliongozana, lakini wao wazee hawakujua kama Shabani aliwaona waisi wao kama wao ni wachawi. Shabani sasa kipindi alipofika nyumbani kwake amechukua na simu yake kumpigia yule binti ambaye ni mrembo Husna, kumwambia kwamba alikubali wale rafiki zake wote ni wachawi na yule Mzee Ali alikuwa kibisha ni mchawi. Akafanya muuliza Husna, kwani umejuaje? Husna akamwambia, akacheka sana kicheko cha kijingi sio anavyocheka, kisha akamwambia usijali Shabani, na mengine utayajua zaidi ya hayo, wewe tu niamini mimi ninachokuambia. Ndio Shabani akasema kweli, tangu leo nimekuamini, na tangu leo pombe sije kama nitakunyia, kumbe nimekuwa kunywa damu za watu, mama nitafanyaje sasa? Husna akamwambia Shabani usijali, maana hivyo kuna mimi, hata kipindi walipokuja kuangia mimi nimewaona sana. Nikamwambia Shabani alikuwa na mashaka, uliwaona kwani na umekuwa nao ama vipi? Akamwambia hapana, mimi nimewaona kwa sababu siku moja nilikuwa nikipita hapo jirani nikakuja kuwaona wachawi, maana mimi na maono ya kuona wachawi, ndio maana nimewakwambia. Akasema basi hongera zako, lakini mimi ningekuwa kama wewe hawangenisumbua wachawi. Ndio yule Husna akamwambia usijali Shabani, mimi na uwezo wa kufanya na wewe ukakuwa kama mimi, unawaona wachawi. Akamwambia na mimi nakutaka huyo uwezo. Ndio yule mwanamke Husna amecheka sana na kumkatia Shabani simu. Na msikosi katika sehemu ya 4 ili tufuatilie mwanamke wa usiku.